tunasema aje kwa Kikamba? Watu wako na microphone na hata hawajui kutoka mpaka kilindini, yani deep, kuweka deep to the deep. Tunasema aje hapo kwa ziwa, kuweka mpaka to the deep, yani uweke mpaka chini kabisa. Ni nini? Ni kufanya nini? Ni kusema aje? Kudheyandhi, yani kudheyandhi, yani hatujapata kitu fanya. Wacha tuone vile hao waliamini tu neno lako, wakasema tu usiku wote tumejaribu hatujapata kitu, lakini kwa neno lako tutafanya. Allow me niendelee. Haya, wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili, hata vikataka kuzama. Mbona vinataka kuzama? Kwa sababu ya samaki wamekuwa wengi sana. Simoni Petro alipoona hayo, alianguka magotini pa Yesu. Kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi, Bwana, naomba tuombe tena. Mungu, tumesoma neno lako. Sasa tufunze kupitia kwa jina la Yesu na nguvu za Roho Mtakatifu, na kila mtu asema amina. Amina. The power of believing the word of God. Yani chenye tu wewe unasikia Mungu anasema tu, wewe kuamini tu na ufanye, hata kama uone kama kuna hope. Nguvu zilizoko ndizi nataka tutambue leo. Tamani umekuja kanisani, wewe umemkubali Mungu, umekuja kanisani, lakini watoto wako bado hawajaja, bado ni walevi. Yani umejaribu umeomba na hujaona kitu, unaona kama haiwork. Unaenda hapa unajaribu leo, unasema hapa huyu si wangu, huyu ni kama niliendea mwingine, wacha nitafute ubafu wangu. Tena unaenda kwingine, unabadilisha ziwa unatoka Genesareti eti unaenda tena Yordani, ziwa Yordani, bado haiwork. Leo secret ni moja: amini neno la Mungu. Wewe shusha tena, tuweka mpaka kilindini, inamaanisha tena kaza mbele, alafu na uwe na imani. Leo yote yanawezekana. That is the only message in that text. Hiyo yote yenye tumesoma hivi, huo ndio ujumbe peke yako huko. Ni kukaza mbele mama. Si eti ni kumwacha mume wako eti kwa sababu mnakosana kila mara. Amini sasa neno lake, huku muweka Mungu mbele. Kaza mbele na Mungu utafanya, yani utapata tena inawaki vizuri mpaka unashangaa. Amen. Amen. Amina. Watoto wako ulikuwa unaona hakuna hope kabisa, wataacha bangi sasa, wataanza kumfanyia Mungu kazi. Amen. Amina. Amen. Biashara yenu unaona kama yani uipati kitu, lakini sasa kwa sababu umetambua leo secret si eti umemuomba Mungu nijalie, nataka hii biashara niende viwango vingine na hujaenda. Sasa wewe unaona tu afadhali uacha niachane na Mungu, sasa ujaribu tena njia nyingine kwa waganga. Hivyo watu wa Muani, kila mtu najua shida yenye uko nayo, yenye umekuja nayo hapa leo. Nataka kuwatangazia kwamba leo utatoka hapa kama imekwisha, kwa sababu umeshatambua siri ni kuamini neno la Mungu na kukaza mbele. Bwana asifiwe. Yani the same river yenye walikuwa usiku wote hawajapata kitu, tena ndio hiyo wanapata samaki wengi mpaka nets zinaanza tena kukatika. The same river. Kwani zilienda wapi?
Hivi nataka niwaambie hata hao wenye mnafanya biashara hapa kwa soko na hao wenye mko na maduka hapa Mwani, kumpatia tu Mungu sikio hivi umsikie, kupatia Mungu time. Unajua wale watu hawakuwa wameanza kumtumikia Yesu kwanza. Business hapo kutoka na umekaa tu hapo sasa unashangaa, lakini ukimkubali Yesu tu hivi, ukimpatia tu muda, alafu uamini neno lake vile wale walifanya, mambo yakabadilika. Kwa sababu unaweza dhani eti sasa wacha, kwa sababu walimpatia nafasi tu hivi. Lile ziwa ambalo walivua usiku kucha bila kupata samaki hata mmoja, tena likawa ndilo ziwa walipata samaki wengi ajabu, mpaka tena zile boats zinataka kuanguka, zinataka kuzama, eti kwa sababu hiyo ni mibaraka yani inajaa mpaka unashindwa unaweka wapi stock. Wateja wanakupigia simu, wanajaa hapo kwa pikipiki, mpaka wanakuja watatu mara moja, unashangaa sasa, mpaka unaambia mwenzako, hebu nibebe huyu, saidia huyu, kwa sababu wameshakutosha. Wako na wengi, wamekuja wengi. Yani mambo yako yana work smooth, mpaka unashangaa wakati umekubali kumpatia nafasi Yesu. So nataka kuwahimiza at least watu wote wenye wako hapa, hebu tumpe Mungu, hebu tumpatie Mungu nafasi. Yani at least it is very important to have time for God. Hivi wale wenye mjejiunga na kanisa lolote, hebu jiunge. At least be somewhere na we belong to somewhere. Have time with God. Na Mungu atakubless sana. Mungu atabless your business. Mungu atabless your family. Mungu atakuinua kwa kila neno kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Na Mungu awabariki sana. Amina. Ningependa sasa watu wenye wana imani waje hapa tufanye ombi kwa ajili ya shida zenye tuko nazo. Labda tulikuwa tumefikiria kubadilisha ziwa, lakini sasa hii tumetambua secret ni kufocus kwa Mungu tu na kukubali neno lake na kufanya bila anasema. Hata kama hatuoni hope, unaambiwa ukikuja kanisani utabarikiwa, ukimpa Mungu nafasi utabarikiwa, wewe uone, lakini amini sasa neno lake na yote yanaenda kutendeka. Ningependa muje hapa alafu tufanye ombi. Wenye imani peke yao, kama una imani usikuje. Watu wote nimealika, watu wote, si eti yao wenye walikuja kuabudu leo. Hata kama uko na biashara yako hapa, nataka leo ukuje uamini neno lake. Nataka kubarikiwa kabisa. Mwenye ametambua ni secret ni kuweka focus kwa Mungu, njoo hapa tufanye ombi. Tutoke barabarani. Hatuombi sadaka kwa haya maombi yenye tunafanya. Mwenye anataka mama njoo tufanye, njoo tuombe biashara yako. Tukaribia hivi. Hai. Yasitoke kinywani mwetu. Moja ni matusi, umbea, usengenyaji. Hebu tuyaepuke, kwani Mungu hapendezwi. Asante. Sitaki kuwauliza eti mko na shida gani, kwa sababu Mungu anajua. Mungu anazifahamu shida zenu. Na kama umekuja hapa kwa imani, shida yote yenye mko nayo amini kwamba Mungu amesha solve. Sawa sawa. Sasa hatujakuja hapa nimewaita hapa sasa, tunataka kushukuru Mungu. Alafu nitaomba na Pastor Nyakwe, you also pray for them. Microphone nyingine. Haya. Tuinue mkono yetu hivi kidogo. Mungu Baba, tunakushukuru kwa sababu umetufunza kwamba kuamini neno lako tunapata mibaraka mingi mpaka tunakosa pa kuweka. Jinsi kina Simoni Petero
waliamini neno lako hata kama walikuwa wamevua usiku kucha bila kupata samaki hata mmoja. Wakaamini tu neno lako na kushusha na kutuweka mpaka kilindini jinsi ulivyowaambia, na wakapata samaki wengi ajabu hadi kuazima boats zingine ili wapate nafasi ya kuweka mpaka zinajaa mpaka zinataka kuzama ziwani. Na hao ambao wameamini neno lako na wamekuja hapa mbele, tunakushukuru kwa sababu unafahamu kila mmoja shida yake. Kwa sababu wameamini neno lako na wamekuja hapa mbele, tumekuja kukushukuru kwa sababu umeshawatendea. Asante Baba kwa sababu ya soko hili la Muani. Tunajua kwamba you'll reveal your will and the purpose for this Sabbath school that you planted here, ili iwe taa na nuru itakayong'aa na kuwavuta wengi kwako. Hawa ambao wamesha kukubali Bwana waonekane wakiwa different, kwa sababu umesha to promise so that whoever trusts you, trusts your word and believes in you, hakika unamtendea. Leo watoke hapa shida zao zikiwa zimekoma, mahitaji yao yakiwa yametimizwa kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Jina lako lipate sifa milele kwa sababu unatenda. Umbali huu umetuleta, hakika wewe ni Ebeneza, na tuna imani kwamba the days ahead of us are better than the days we living now. Kwa sababu tena imani yetu imeongezeka sana kwa sababu ya mambo ambayo umeshatufanyia. Bariki hao wana wako leo, watimizie yote, na asante kwa sababu umekwisha tenda. Jina lako litukuzwe milele, kwa maana tumeomba kwa imani kwa jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Pamoja na yale ambayo mtumishi wako ameomba, tena tunakuja mbeleni mwako tukienda kutamatisha program ya siku ya leo. Tunakualika kwa njia special, kwa udhaifu wetu lakini kwa imani, maana kupitia kwa imani utatuinua, utatutimizia yote, hata yale ambayo hatujaamini, hatujakusudia kuyapata. Asante kwa sababu ya mapenzi yako na uweko wako katika eneo hili la Muani. Nashukuru kwa wale ambao wameguzwa kwa sababu ya imani, kama wale wanafunzi ambao hakika hawakuwa wanaamini, lakini baadaye walipoambiwa wazushe nyavu zao hata kilindini, na kupitia kwa imani wakazusha, walivuna mavuno ambayo hawajawahi tangu walipokuwa wafufi. Hivyo ndivyo inavyokuwa kwa wale ambao hawakuwa na imani lakini wamekuwa na imani. Utabadilisha maisha yao kwa njia moja na nyingine. Utabadilisha familia zao, utabadilisha biashara, utabadilisha mambo yote yanayowazunguka katika familia na katika biashara na katika kazi zao. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu, na yeyote atakayejinyoosha kwako na kukuamini, hakika utamtendea makuu zaidi ya yale ambayo anayatarajia. Ombi langu ni kwamba kusudi lako liweze kutimiwa. Asante kwa sababu ya neema yako. Asante kwa sababu ya wale waliosimama na kuinua mikono yao. Wakumbuke katika mibaraka unapowabariki na wengine. Zaidi mno Bwana, uandike majina yao katika kitabu cha uzima wa milele, wao pamoja na familia zao. Tunashukuru na kuhimili jina lako siku zote. Na zaidi mno tunashukuru kwa sababu ya kwaya Inuka ambayo inaendelea kutuletea neno hili katika eneo hili. Asante kwa sababu skulu ambayo tulioipanda katika eneo hili la Muani inapoendelea kusimama, usimame na wao siku zote. Haijalishi kuna majaribu mengi. Kuna wale ambao watakuwa wanawachongoa, kuna wale ambao watakuwa wanawakatisha tamaa, lakini usimame wima na wao hata daima. Amen. Yesu utakapokuja, maana wewe ni mshuhuda mkuu, siku ya kiyama itakapokuwa, usimame ukiwatetea mbele ya kiti cha enzi. Amen. Na majina yao yapatikane katika kitabu cha uzima wakiimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Nakumbuka soko hili kwa jumla na viongozi wao na wakaaji wote Bwana, na wateja wao wakumbuke kwa njia speciali.
Ninaamini kwamba kuna wengi ambao hawaamini neno hili, wala hawaamini juu ya sabato hii. Lakini Bwana ukiwatendea, watakusifu siku zote wakisema haleluya. Tenda yaliyo mapenzi yako katika eneo hili, hata tutakapojipanga tena siku nyingine kuja hapa. Maana leo tunatamatisha mkutano huu, tukijipanga siku ambayo tutakuja kwa ajili ya kufanya mpango mahubiri ya muda mrefu kiasi. Ombi letu ni kwamba Bwana wabariki watu wakaaji wa hapa, wanapoendelea kuwa na kiu ya kupokea neno lako. Usiwasahau utakapokuwa unawabariki na wengine. Unapoendelea kutazama kutoka mbinguni, na habari njema hii itakapokuwa inahubiriwa katika ulimwengu wote, hawa wakiwa washuhuda na mbingu yote ikishuhudia, jina lako liendelee kusambaa kama mto kule kichakani kilichokauka. Bwana, tunza familia zao waliosimama na wote wanaosikia sauti hii. Tuandae zote, hata wale wakaidi, maana kuna wakaidi katika soko hili. Bwana usiwaache, pia wakumbuke katika mfalme wako. Tembea na wao, wale wamesumbuliwa na wake zao, wale wamesumbuliwa na watoto wao, na wale waliosumbuliwa na waume zao. Bwana pia wakumbuke. Wanaohitaji kurekebishwa warekebishe kwa njia ya kipekee. Uwape nidhamu ya kusimama wima katika imani, wakikutarajia siku ile utakapokuja tena. Waandae wote, hata viongozi wa huku, jina lako liendelee kuonekana siku zote, wawe nuru katika ulimwengu, ili Bwana lile neno ulilosema kwamba litahubiriwa ulimwenguni kote kwa ushuhuda liweze kutimika, ndipo uweze kurejea kuchukua watoto wako nyumbani. Asante kwa kusikia kilio chetu. Asante kwa washiriki wa mwani. Asante kwa wale waliojitolea. Endelea kusimama na wao, waonekanie na kuwabariki. Tumeomba haya tukiamini umesikia ombi letu, ni katika jina kuu la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina. Amina. Barikiwe sana. Haya, tunashukuru kwa hicho kipindi. Tumutumaini Mungu kila wakati. Haya, asante sana. Kwaya ya Mwani kuja kwa wimbo mmoja. Tunaendelea bado ku bila mulimba. Kwaya ya Mwani kuja kwa wimbo mmoja. Kitimu wimbo mmoja. Chamoso wimbo mmoja. Inuka mkuje kwa nyumba mbili tukitamatisha, na pia mtaweza kupata mwelekeo vile. Najua watu ndio tutatamatisha mkutano, kwa hivyo tusiende. Tuvumiliane mpaka mkutano utakapokuwa unakwisha. Asante. Hii inayoimba ndiyo kwaya ya Mwani waliojiunga na kanisa la Mwani, na tunashukuru kwa sababu ya neema ya Mungu. Na wewe ukipenda kujiunga pamoja nao, tunakualika kwa speciali uweze kujiunga na wao bila kikwazo chochote, wala usikatishwe tamaa na yeyote, hawe rafiki hawe familia. Namshukuru sana Bwana aniwezesha huku salama, aliongoza hata kule nyumbani. Yesu alinitafuta njiani mbali kwake, akatoa damu yake nipo
ndipo salamini tutasimama kule kitini pa enzi. Itetee haki kwa bidii, kwa moyo mnyofu wa imani. Mwambani pekee utashinda wingi wa upotofu. Tusimame, tusimame imara katika mwamba wa Kristo pekee. Ketie, panga laini nyuma yao. Ndipo salamini tutasimama kule kitini pa enzi. Itetee kweli itadumu, ijapo kawia itashinda. Mwambani pekee pana raha yaishapo tufahani. Tusimame, tusimame hala katika mwamba wa Kristo pekee. Ndivyo salamini tutasimama kule kitini pa Yesu. Amen. Amina. Tumutetee siku zote bila kuwa na uoga. Ijapo mapepo yatafuma na shida zitakuandama, usimame wima siku zote. Tuonanapo na rafiki, sote twafurahi, ila inatupasa kujua mwishowe tutaagana. Kila tuonanapo na rafiki, sote twafurahi, ila inatupasa kujua mwishowe tutaagana. Hatutaagana tena tumaini kwa furaha, tutaonana juu na marafiki wetu wapendwa, tuishaposhinda. Sisi twatumaini kwa furaha, tutaonana juu na marafiki wetu wapendwa, tuishaposhinda. Hatutaagana tena Chamoso, chamoso. Chamoso, chamoso nyuma yao.
Samoso AY. Kule hatutatamka kamwe neno la kuaga, tutaimba daima tena nyimbo za furaha. Kule hatutatamka kamwe neno la kuaga, tutaimba daima tena nyimbo za furaha. Hatutaagana tena nyumbani mbinguni kwenye nchi za mutu. Hatutaagana, hatutaagana tena nyumbani mbinguni kwenye nchi za mutu. Hatutaagana, hatutaagana tena nyumbani mbinguni kwenye nchi za mutu. Hatutaagana, hatutaagana tena nyumbani mbinguni kwenye nchi za mutu. Hatutaagana. Amina, 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 amina. Kule mbinguni hatutaagana kamwe. Ulimwengu huu tunaweza kuagana kwa sababu ya magonjwa, kwa sababu ya mambo ya vifo, kwa sababu ya ugeni, lakini kule mbinguni tutakaa pamoja, tukiimba nyimbo za shangwe, tukiimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Tutakutana na ndugu zetu na dada zetu waliokwisha lala. Ndugu zangu, hiyo ndiyo habari. Bwana wangu ninakutegemea, sina mwingine aliye kama wewe. Maisha yangu nayaweka kwako, maana sina mwingine wa kutegemea. Ulinitoa katika uvuli wa mauti, ukanileta katika mwanga wako. Ukanipa uhai wa bure, ukalipa gharama singeweza kulipa. Sina la kusema, sina la kutia shaka, ila Bwana wangu ninakupenda. Utukufu na sifa ziwe kwako milele. Bwana wangu ninakutegemea, sina mwingine aliye kama wewe. Maisha yangu nayaweka kwako, maana sina mwingine wa kutegemea. Ulinitoa katika uvuli wa mauti, ukanileta katika mwanga wako. Ukanipa uhai wa bure, ukalipa gharama singeweza kulipa. Sina la kusema, sina la kutia shaka, ila Bwana wangu ninakupenda. Utukufu na sifa ziwe kwako milele. Bwana wangu mimi nakupenda, sina mwingine aliye kama wewe. Nitapotanga mbali nawe Bwana wangu, wanirejesha kwako, kwa kuwa mimi ni wako. Sina mwingine ambaye ninategemea, maisha yangu nayaweka kwako. Niinue, nikaribishe kwako, niwe Bwana wako. Bwana wangu mimi nakupenda, sina mwingine aliye kama wewe. Nitapotanga mbali nawe Bwana wangu, wanirejesha kwako, kwa kuwa mimi ni wako. Sina mwingine ambaye ninategemea, maisha yangu nayaweka kwako. Niinue, nikaribishe kwako, niwe Bwana wako.
yangu laini, hakika nitakulinda, nitakulisha, hakika hapana wokovu kwa mwingine ila kupitia kwake mwana. Na katika hali zote ngumu, Bwana ni mwanga wako wa daima, ng'ang'ania wokovu wako kwa imani. Njooni kwangu nyote mliolemewa na mizigo, mzigo wangu ni mwepesi, nira yangu laini, hakika nitakulinda, nitakulisha, hakika hapana wokovu kwa mwingine ila kupitia kwake mwana. Na katika hali zote ngumu, Bwana ni mwanga wako wa daima, ng'ang'ania wokovu wako kwa imani. Hakika Bwana wangu mimi nakupenda, sina mwingine aliye kama wewe. Nitapotanga mbali nawe Bwana wangu, wanirejesha kwako kwa kuwa mimi ni wako. Sina mwingine ambaye ninategemea, maisha yangu nayaweka kwako. Niinue, nikaribishe kwako, niwe Bwana wako. Bwana wangu mimi nakupenda, sina mwingine aliye kama wewe. Nitapotanga mbali nawe Bwana wangu, wanirejesha kwako kwa kuwa mimi ni wako. Sina mwingine ambaye ninategemea, maisha yangu nayaweka kwako. Niinue, nikaribishe kwako, niwe Bwana wako. Bwana wangu mimi nakupenda, sina mwingine aliye kama wewe. Nitapotanga mbali nawe Bwana wangu, wanirejesha kwako kwa kuwa mimi ni wako. Sina mwingine ambaye ninategemea, maisha yangu nayaweka kwako. Niinue, nikaribishe kwako, niwe Bwana wako. Bwana wangu mimi nakupenda, sina mwingine aliye kama wewe. Nitapotanga mbali nawe Bwana wangu, wanirejesha kwako kwa kuwa mimi ni wako. Sina mwingine ambaye ninategemea, maisha yangu nayaweka kwako. Niinue, nikaribishe kwako, niwe Bwana wako. Amina, amina, amina. Chamoso. Kiamoso. Asante. Walio mbele sasa ninuka. Tutakuwa tunamalizia hapa. Tuelepate maelekezo kutoka mchungaji. Baada ya mchungaji tutakuwa tunaelekezwa. Tutaimba wimbo gani? Gani? Nimejipanga. Sasa nyimbo mbili tu Sasa chagueni. Gani na gani? Tarumbeta? Ondoka Elda tulipa asubuhi. Haya, Galilaya na nitapiga tarumbeta. Sawa? Haya. Tuanzie hiyo ndio tutamalizia. Tutaanzia Galilaya tumalizie huo. Alafu mtu join basi Mtu join.
Nikisikia wimbo unapoingia jamani mtujoin Haya. Galilaya ya mataifa ametokea Masihi, kumbe ndiye aliyetabiriwa, wengi wakapuuza. Abebaye dhambi za ulimwengu, uzito ukimlemea Bwana. Huyu ni Yesu apita kando ya bahari. Galilaya ya mataifa ametokea Masihi, kumbe ndiye aliyetabiriwa, wengi wakapuuza. Abebaye dhambi za ulimwengu, uzito ukimlemea Bwana. Huyu ni Yesu apita kando ya bahari. Kimbieni muone Masihi kule kando ya bahari. Ameponya vipofu, wengi wametoka kwenye giza. Tena ameleta mwanga, wavuvi washangaa. Nchi ya Naftali, mkaribishe mfalme. Kimbieni muone Masihi kule kando ya bahari. Ameponya vipofu, wengi wametoka kwenye giza. Tena ameleta mwanga, wavuvi washangaa. Nchi ya Naftali, mkaribishe mfalme. Safari ya mashujaa walioamini neno, watafahamu ishara za mwisho, wengi wakipuuza. Kama walivyokuwa wa zamani, wasio na habari kwamba huyu ni Yesu apita kando ya bahari. Safari ya mashujaa walioamini neno, watafahamu ishara za mwisho, wengi wakipuuza. Kama walivyokuwa wa zamani, wasio na habari kwamba huyu ni Yesu apita kando ya bahari. Kimbieni mtoke, mkaachane na mambo ya giza, mkaone mwangaza. Mwanga wa Yesu ufukuzao giza. Mapito yenu yote yaongozwe na neno. Yesu ni rafiki, kwake kuna ushindi. Kimbieni mtoke, mkaachane na mambo ya giza, mkaone mwangaza. Mwanga wa Yesu ufukuzao giza. Mapito yenu yote yaongozwe na neno. Yesu ni rafiki, kwake kuna ushindi. Kimbieni mtoke, mkaachane na mambo ya giza, mkaone mwangaza. Mwanga wa Yesu ufukuzao giza. Mapito yenu yote yaongozwe na neno. Yesu ni rafiki, kwake kuna ushindi. Kimbieni mtoke, mkaachane na mambo ya giza, mkaone mwangaza.
zao giza. Mapito yenu yote yaongozwe na neno. Yesu ni rafiki, kwake kuna ushindi. Amen. Nena mambo ya giza. Tarumbeta I think sasa imekuwa ni kama ni anthem. Njoni basi wimbo usiwapata off guard. Njoni kabla tuanze. Kimbieni mtoke. Karibuni basi. Njoo tuimbe tarumbeta. Tunafanya cover ya Kurasini. Imeimbwa na nitapiga tarumbeta, nitapiga na kinubi. Unaimba wimbo wa sifa ukimsifu Mungu wetu, lakini bado hujaimba wa mwana kondoo. Ukimsifu Mkombozi ukiwa naye, lakini bado hujaimba wa mwana kondoo. Ukimsifu Mkombozi ukiwa naye, na wao kwa sababu huo wimbo utakuwa wakati tunamalizia. Nitapiga na kinubi, nitapiga zeze langu kuimba wimbo mpya. Haleluya, tulia moyo wangu, tulia katika Bwana. Tulia moyo wangu mbinguni kwa Yesu. Nitapiga tarumbeta, nitapiga na kinubi, nitapiga zeze langu kuimba wimbo mpya. Haleluya, tulia moyo wangu, tulia katika Bwana. Tulia moyo wangu mbinguni kwa Yesu. Kinyonge hakitaingia kuimba ule wimbo mpya. Utengeneze mambo yako, kuna nafasi. Mapambazuko ni karibu, mfalme aja. Utengeneze mambo yako, kuna nafasi. Tengeneza mambo yako, kuna nafasi. Mapambazuko ni karibu, maana mapumziko ni karibu. Nitapiga tarumbeta, nitapiga na kinubi, nitapiga zeze langu kuimba wimbo mpya. Haleluya, tulia moyo wangu, tulia katika Bwana. Tulia moyo wangu mbinguni mwa Yesu. Nitapiga tarumbeta, nitapiga na kinubi, nitapiga zeze langu kuimba wimbo mpya. Hakutakuwa na furaha, hakutakuwa na huzuni, maana hakika nyimbo zitaimbwa na nyimbo
nyimbo zenyewe zitakuwa za furaha. Huzuni haitakuwepo tena. Wala kilio wakati wa furaha kubwa. Tutaungana pamoja na ndugu zetu na dada zetu waliokwisha lala kwa mauti. Hatutakuwepo na mayatima tena. Hakutakuwepo na uzee wala utoto. Itakuwa siku ya furaha, maana nyoyo zetu zitatulia katika Bwana. Yesu anakualika kwa njia speciali, maana itakuwa furaha kubwa kule mbinguni. Itakuwa siku ya ajabu. Mungu amekupa nafasi. Je, uko tayari kwa nafasi uliyopewa? Mungu anakuhitaji. Wanainuka. Kuna wimbo mmoja tunataka muimbe. Angaza. Ule mzee alikwambia, inuka uangaze. Ondoka uangaze. Huo ndio wimbo tutamalizia. Tukimaliza hapo, tutawaelekeza yale ya kufanya. Wale mungependa kujiunga pamoja na wao kwa sababu tunamalizia, mmekaribishwa. Wanamuani, ni bahati sana tumekuwa na inuka tena. Ni bahati kubwa kuambiwa maneno haya mara ya pili. Ni habari iliyo sio ya kawaida, lakini ni habari njema ya matumaini. Naomba wale mnaojiunga na wao mjiunge pamoja nao tunapomalizia wimbo wa mwisho. Usingizi walinzi wa Sayuni. Lazima tuinuke tuangaze. Inuka uangaze, nuru imekujia. Wamelala usingizi walinzi wa Sayuni. Giza nene limesogea jamani. Giza nene limesogea jamani. Inuka mlinzi, wewe ndio mlinzi. Habari njema. Habari njema yaja. Inuka uangaze, maana siku hizi ni za mwisho. Wamelala usingizi. Je, umelala usingizi? Huu ni wakati wa mwisho. Kuita, uitike kwa sauti ya mwisho. Maana wewe ni mlinzi, inuka utangaze. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Bwana japo kwa gharama, hata kama ni kwa gharama kubwa, Yesu anakualika. Kwangu ninatumaini, moja unakuwa kwenye mahali kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama, kwangu sitaogopa. Kwangu ninatumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali, kwangu nitainuka. Najua kuna wazee wanaogopa. Najua kuna wamama wanaogopa. Najua kuna vijana wanaogopa, lakini Yesu anakualika kwa moyo safi. Je, ni kitu gani ambacho kinakuogofisha?
sisi tusiogope. Utaogope? Tuangaze utukufu wake uweze kuangaza. Sasa we utukufu wa Mungu umekusudia. Hata kama giza limefurika dunia, Bwana ameshakupa ushindi, usiogope. Ondoka uangaze utukufu wake Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama, kwa Mungu sitaogopa. Kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali, kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama, kwa Mungu sitaogopa. Kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali, kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama, kwa Mungu sitaogopa. Kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali, kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa Kutangaza habari njema ya Yesu Kristo. Japo kwa gharama, kwa Mungu sitaogopa. Kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali, kwangu nitainuka. Lazima tuinuke. Tunashukuru sana, wanainuka. Mnasemaje? Jamani, ni habari njema iliyotushukia katika mji wa Mwani. Huu ni ushuhuda ambao hautasahaulika katika vitabu vya mbinguni. Huu ni ushuhuda ambao huwezi ukasahaulika katika vitabu vile vya ukumbusho kule mbinguni. Kwa hivyo ndugu zangu na dada zangu wapendwa, mlio katika Mwani au mtaa wa Mwani, mkumbuke habari njema hii imeshuka kuwa ushuhuda siku zote. Mnakumbuka tulipokuwa hapa wakati ule mwingine, Mungu akasema kwamba anasimamisha mvua katika majuma mawili kwa sababu ya kuwa ushuhuda. Leo hii wana Mwani wamekuja, hata ingawa ni siku moja, hata kama ni siku moja, iwe tena ushuhuda wa pili. Kwa hivyo hakuna yeyote atakayekuwa na kizingizio. Ukisoma kitabu cha Mathayo 24 na mstari wake wa 14, unasema habari njema hii itahubiriwa ulimwenguni kote kuwa ushuhuda kwa kila kiumbe, kwa kila lugha na taifa, ndipo ule mwisho tunaotarajia kuja uweze kuja. Kwa hivyo kitakachomzusha Kristo kutoka mbinguni ni nini? Ni habari njema itakapozambazwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda, hata kwa wale wakaidi, hata kwa wale ambao wanasikia sauti lakini wanapuuzia. Habari njema inakuwa ushuhuda kwa kila kiumbe. Wewe umealikwa kwa njia ya kipekee. Ijapo mawimbi ni makali, mawimbi ya vitina, ya uchochezi na mengine, hata kama ni umaskini, hata kama ni njaa na mambo mengine yanayoshuka katika familia yako, Mungu anakualika kwa njia speciali. Chukua nafasi hii, umpe nafasi wewe pamoja na nyumba yako, na Mungu atashuka na atakula nawe na kunywa nawe na kusherekea nawe daima, hata siku atakapokuja tena. Neema ya Mungu watawale. Tumefikia tamati. Mwelekeo ndio huu. Wana Mwani tutashuka pale kwa kanisa pale chini kidogo, na wageni wetu watachukua. Mnapoangalia hii video, mnapoangalia, tazama hapa, hii video iko mtandaoni. Walioshiriki na sisi katika mtandao walikuwa 198 kutoka nchi mbalimbali katika ulimwengu siku ya leo katika ibada. Mkumbuke kwamba maneno haya yanaendelea kwenda hewani.
Ukitaka kuyaona yako katika mtandaoni, hayatafutika daima mpaka Yesu atakapokuja. Kwa hivyo imekuwa ushuhuda kwamba wewe pamoja nami tumeshuhudia habari njema ya ukombozi. Itaendelea kunaswa vile inavyoendelea kunaswa mpaka watakapoondoka pale. Ombi langu ni kwamba wakaaji wa Mwani tunawasihi kwa moyo mkunjufu. Ninajua kuna wale wanakaidi. Habari haijawasukia vizuri, haijashuka katika boma lako, haijashuka katika moyo wako kwa njia ya kipekee. Labda pengine unataka kuona miujiza. Lakini kama unakumbuka uliona miujiza wakati mvua ilisimama juma 2. Hiyo ni miujiza ya kwanza. Miujiza ya pili uliona wanakwaya wanatoka mbali Tanzania kule Masaini wakashuka hapa. Mara ya tatu ni leo. Umeona pia kwaya imetoka mbali kwa ajili ya kuja kushuhudia. Unatarajia kuona nini ndio uone ushuhuda mwingine? Jiandae ndugu zangu wapenzi, jiandae. Vijana mlio hapa mitaani, jiandae. Wasasi mnaonisikiza, maana kipindi hiki ni cha likizo ndefu. Kwa miaka 2 iliyokwisha pita tumekuwa na corona na watu hawako wanaruhusiwa kwa ibada wala kwa kufungua hata maduka, hata kufanya biashara ile ya kawaida. Lakini kwa neema ya Mungu, Mungu ametuonea neema. Ametuzushia mvua, tuna chakula kwa mashamba yetu. Hivi tuna matumaini ya kuvuna hivi karibuni. Hiyo ni miujiza. Mungu ametuonea huruma. Sasa hii tuna likizo ndefu, tuko na watoto wetu, tukae na wao. Watoto wale tuwatunze vema. Kila mzazi awajibike. Kila mzazi uwajibike kwa familia yako, kwa watoto wako uwajibike. Utunze watoto wako kwa njia ya kipekee. Usiachie serikali ikakutunzia watoto. Usiachie jirani akakutunzia watoto. Watoto wako watunze kwa njia ya kipekee. Wazazi mnaonisikia, likizo hii ni ndefu. Kama hatutaki mambo mengi, hata watoto wakashinda kuenda shuleni itakapofunguliwa, tuwatunze watoto wetu. Kama haufanyi maombi katika familia yako, uite watoto wako, ufanye maombi nao, ukae na wao, uwape habari nzuri. Usungumuze na wao, advise your children. Wasije wakarandaranda mitaani hapa ofyo. Hiyo ndio habari na wapatia mwisho. Wakaaji wa Mwani, maana sitapata nafasi hivi karibuni tena kuwa katika soko hili mpaka wakati Mungu atakapoona ni vema. Sikiza wazazi mlio hapa mnaouza, wale mnaofanya biashara, mna watoto. Watoto wenu mwatunze sawa sawa. Kama mtoto wako ni mkaidi, kama mtoto wako anakunywa, naomba wewe leo umzungumzie, umuite nyumbani, kaa naye mzungumzie. Wale wanakaa kwa kaidi, hata kama ni kutumia meno, nisikize vizuri. Hata kama ni kutumia meno kuuma huyo mtoto, muume mpaka ashangae. Hata aende na meno yako, lakini akumbuke maisha yake yote kwamba ulikuwa unamtakia mema. Simama na familia yako ili familia yako iweze kusimama na kumwogopa Bwana. Maana siku moja utaulizwa, watoto niliokupa wapo wapi? Utaambia Mungu kwamba niliwaacha kwa kinywaji cha pombe. Umepewa hilo jukumu kama mzazi, tunza watoto wako vema. Tusiachie chifu kazi yake sio ya watoto. Watoto ni kwa wazazi wao. Ili tupatie hata serikali kazi rahisi ya kuongoza. Wewe kama unafanya bodaboda, fanya na pesa unayoipata hapa kwa bodaboda, wacha kukimbiza kwa kinywaji, kwa pombe. Wale wa bodaboda mnaonisikiza, era yoyote unayopata, hata kama ni shilingi 1, uitunze vema, usichukue kwa kileo. Maana hiyo itakuwa ya maana katika familia yako. Jambo lingine, wamama mnaofanya biashara hapa na wazee mnaofanya biashara, mmejinyima mengi kwa ajili ya kuwa hapa sokoni. Sio kwamba hamna kazi nyingine ya kufanya kule kwenu. Ni kwa sababu mnatafutia watoto wenu na nyinyi wenyewe mnajitafutia malezi. Ombi langu ni kwamba mtunze hera zenu vizuri. Tunza hera zenu vizuri, siwasaidie kwa siku za baadaye. Saizi kuna mvua imenyesha. Chakula itakapokuwa inafunwa, msisahau kumkumbuka Bwana katika fungu la 10. Hata kama wewe ni mkaidi au uendi kanisani, ukumbuke fungu la 10, umpatie nani? Umpatie Mungu. Kwa shukurani, maana kwa misimu 3 hatujafuna chakula. Mimi ni mshuhuda.
Hakuna mwanaume au mwanamke aliyefuna kwa mizimu mingapi? Mitatu. Lakini Mungu ameona ni neema, amewaonea neema mzimu huu muweze kupata chakula, mfune, mule na munywe. Lakini msisahau Mungu siku zenu zote. Na Mungu awabariki mtakapokuwa mnarudi nyumbani, neema ya Mungu iwatawale. Nataka kuwaombea maombi ya mwisho tunapoondoka hapa. Kanisa la Muani liko pale chini. Wale hamuna habari kwamba kuna kanisa hapa la Kisabato. Unateremuka ukianzia kwa transformer pale, hesabu vigingi vitano. Kigingi cha 5 kuna kanisa mkono wa kulia pale ndani, iko katika tent. Enda pale uabudu kila Sabato. Usiwe na shaka. Pale hatulipi kodi. Pale ni shamba la Bwana wako ambaye ni Mungu na muumba wako. Kuwa huru, enda kwa ibada. Hata wale mnao kaidi, ninajua kuna wamama wakaidi hapa, kuna wazee wakaidi hapa, kuna vijana wakaidi hapa, lakini ombi langu ni kwamba hata kama utakaidi kwa mchungaji, usikaidi kwa Mungu, maana yeye ndiye anayekupa uzima wa nini? Wa milele. Anayekupa afya nzuri, anayekuwezesha unakuja kwa biashara. Umheshimu yule Mungu, usiniheshimu mimi. Afadhali usimheshimu hata chief, lakini umheshimu nani? Umheshimu Mungu aliyekuumba. Kabla sijasahau, kikundi hiki cha Inuka sio kwamba kimekwenda, kitarudi hapa mwezi wa 4. Wakaaji wa Muani mjiandae. Mwezi wa 4 kwa neema ya Yesu tutakuwa katika eneo hili. Watakuja kwaya yote nzima, haijaja. Kwaya yote ni kubwa, hawajaja. Lakini mwezi wa 4 wanaomba kwamba muwaruhusu waweze kuja katika eneo hili kwa ajili ya kuwaletea habari njema. Na wewe usichelewe. Maana ukichelewa utapata mwana sio wako, na tarumbeta ya mwana italia, na utapata kwamba haupo katika vitabu vya kumbukumbu au kitabu cha uzima wa milele. Ombi langu kwamba mbarikiwe mnapoondoka kwa ajili ya kurudi nyumbani, na wale mna wakaaji wa hapa, Mungu awabariki mpaka tutakapoonana. Lakini siku ya mafuno itakapofika, mtukumbuke. Mkumbuke huyo Mungu aliyewabariki kwa mambo hayo yote. Tuombe kwa ajili ya kumaliza mkutano. Nadhani hamuna jambo la kuongezea. Kuna jambo ambalo nimelisahau? Nashukuru wakaaji wa hapa kwa niaba ya kwaya ya Inuka, maana kesho inarudi kwao. Na kwa sababu ya hilo, naomba kwanza wasimame hapa wapige kwa heri, maana hakika hawatakuwa. Naomba muje tupige kwa heri, niombe tumalize. Kwaya ya Inuka, njoo tupige kwa heri, kwa sababu hakika kesho hatutakuepo. Walikuja jana usiku saa 6 ndio walifika hapa, lakini tena kesho wanarudi kule Kisii, maana wana shughuli mbalimbali, wanafanya kazi sehemu mbalimbali. Wengine ni wanafunzi, wengine ni wafanya kazi, ni wazazi na vijana. Watakapokuwa wanarudi, warudi na neema ya Yesu. Naomba mpige kwa heri kwanza, alafu ndio nimalize na ombi. Tena ni wasalimu hamjambo. Ilienda ikafika kwenda jioni, hii mitambo ikaongea sawa sawa. Jamani lakini tunashukuru kabisa kwa kutukaribisha hapa eneo ya Makueni, Muani Market. Tumefurahia kuwa na nyinyi sana. Kwa sababu ya muda, ningependa tu niwajulishe majina. Huyu anaitwa Mary, ni bibi ya Obed. Mary ni bibi ya Obed, na huyu ni Ezekieli, na huyu ni Immaculate. Hawa hata nisiseme. Na mimi ni Jonathan. Jonathan pia ako na bibi, lakini tutakuja tena mwezi wa 4. Tutakuja na yeye na mambo yote yatakuwa shwari. Lakini tumeshukuru kabisa, na Mungu aendelee kuwabariki, Mungu aendelee kuwatunza, awatunzie afya hadi tena tutakapokutana. Muwe katika misingi yake Mwenyezi Mungu. Na tushukuru sana wale ambao wameendelea kutufuata na wanaendelea kutusupport. Tunaomba kwamba tafadhali muendelee kutusupport hivyo hadi
hii kazi ya Mungu iishe katika hili eneo la Mwani. Mungu awabariki, Mungu awanemeshie, na tena tutakapokutana apewe sifa daima. Mnasemaje? Salamu za Dennis, Rose na Pastor Nalik. Ameniambia niwasalimie sana. Mungu awabariki sana. Mnakumbuka wale wachungaji waliotuhubiria last time? Tutakuwa nao April, yeah? Yeah. Nashukuru kwa sababu wameahidi watakuwa hapa mwezi wa 4. Jamani, si hiyo ni mibaraka? Tunashukuru sana. Sasa imefikia wakati ambapo tunamaliza kwa maombi, na ningependa tumaliziwe na mgeni wetu. Asanteni sana. Tusimame ili basi tuweze kufanya ombi. Tusimame zote mahala popote ambapo ulipo. Kama unasikia hii sauti, simama tu. Hata kusimama hakuna shida yoyote. Simama tu tufanye ombi. Tunaomba. Mwenyezi Mungu aliye mkuu tena zaidi, ni wakati mwema tena tumekusanyika hapa. Tunakushukuru kwa sababu umetuongoza kwa siku nzima. Hakika tumeona mkono wako na maombi yetu yote yamejibiwa kulingana na mapenzi yako. Wanaosikia hii sauti, wafanya biashara wote, wanabodaboda wote, walio na maduka, wanaotembea, wanaokaa, tunatuma mkono wako wa neema uwafikie ili na wao waweze kufanya kadri na mapenzi yako. Na wanaoendelea kututazama pale kwa online, tunaomba kwamba uweze kuguza kila mmoja, moyo wa kila mmoja, ili aweze kusupport kazi yako, na itakapokamilika tukingojea kurejea kwako mara ya pili, majina yetu yasikose katika kile kitabu cha uzima. Sasa tunapoenda kuagana, tunapoenda kuenda pale mahala ambapo uliteua ili kanisa lako liweze kuwekwa, tunaomba kwamba tukikanyaga pale ipatikane kwamba ulishakanyaga pale, makuu yatendeke katika lile kanisa. Na yeyote ambaye anasikia hii sauti, kama itakuwa vyema aingie katika lile kanisa, akufie pale ndani, tuseme kwamba ni neno lako limuua pale ndani, na jina lako litapata kuhimidiwa milele daima. Tutakapokutana tena mwezi wa 4 kwa ajili ya kongamano kuu, kwa ajili ya kurejesha tena watoto wako zizini mwako, tunaomba kwamba utulindie afya zetu, linda boma zetu, linda kila mmoja. Tutakapokutana jina lako litapata kuhimidiwa. Ni katika Kristo tumeomba na kuamini, na kila mmoja aseme amen. Amen. Hapo ndipo mwisho wa ibada zetu. Kwa hivyo kila mtu ameruhusiwa kuwa huru kuondoka. Na wale tunaoandamana pale kanisani, ukijihisi uandamane pamoja nasi ni sawa. Lakini ukijihisi kwamba unarudi nyumbani, neema ya Mungu iko pamoja nawe. Safiri salama hata tutakapoonana tena. Matendo